Victoria, unajua ni mwanamke ambaye nampenda sana. Unajua hivyo? Lakini pia kuna vitu ambavyo ninahitaji ujue. Unajua ukiwa mwanandoa kuna vitu inastahili uvifanye na kuna vitu ustahili kuvifanya. Sijui unaelewa? Kuelewa. Ukiwa mwanandoa, swala la marafiki unaangalia sana ni rafiki yupi unakaa naye. Lakini mimi niko na swali. Mbona kuniona na Melinda inakuuma sana hivi? Unajua Melinda ni mwanamke ambaye ameacha ndoa. Miaka 10 iliyopita aliacha ndoa. Wewe ni mwanamke ambaye uko kwenye ndoa. Kukaa kwako na Melinda pamoja kunaweza kufikishia hatua ya wewe pia siku moja kuacha ndoa. Sababu atataka ukae kama yeye. Utatamani ukae maisha kama yake. Sababu yeye anaona basi wakati mimi sina mume, nina raha, sina mtu ambaye ananipimia, sijui nina uwezo wa kwenda huku, nina uwezo wa kwenda huku. Kwa hivyo ataleta hiyo influence in you. Uone kweli kuna raha nje ya ndoa. Lakini mimi niko na akili zangu timamu. Ninajua una akili zako timamu. Lakini kitu kidogo tu kinabadilisha akili za binadamu. Unaelewa? Naelewa. Naomba hivi. Ukae mbali na Melinda. Hii ndoa ni ya maana sana kuliko marafiki. Marafiki ni watu ambao ukiwaweka kwa mwili wanaweza wakachokonoa ndoa yako na kukufanya wewe uichukie ndoa na kuona kama ndoa basi ni kama sijui niseme ni mbwa mwitu, ni kama mnyama, ni kama kitu ambacho hakifai. Sababu ya influence. Mtu kama Melinda sio mtu wa kuweka kwa mwili. Huyo ni mwanamke ambaye ameyasi ndoa yake. Amesaliti ndoa yake. Kwa hivyo ataleta hizo fikra ndani yako, nawe pia utataka kusaliti hii ndoa na kutaka kukaa na raha kama zake. Hakuna raha nje ya ndoa. Usidanganye. Nimekusikia, nimekuelewa. Na maneno yako nitayafanyia kazi. Haya. Kwa taarifa yako, huyo Melinda amekuwa hapa nikamfukuza. Yes. Amekuja kutafuta wakati hujakuwepo nikamfukuza. Lakini mbona unakuwa hivyo? Yes, sitaki kumuona hapa. Sitaki kumuona hapa. Yaani wewe umeamua tu kunidhalilisha kila mahali. Kuna vitu siwezi kubali vikiendelea. Melinda simtaki hapa. Simple as that.